Leo inaongelea Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo tutaenda kuzungumzia na kuangalia kwa nini tukiomba hatujibiwi na Mungu. Kwa nini tukimwomba Mungu hatujibu maombi yetu. Kitu cha kwanza tunaweza tukaangalia kwamba tukajua maana ya maombi. Maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Ni mazungumzo binafsi kati ya mwanadamu na Mungu. Ni kama conversation, mtu anazungumza na Mungu, kumwambia jambo lake, kumwambia kitu chake ambacho anataka ajibiwe. Sasa leo tutaangalia ni kwa nini mtu unaomba mara kwa mara na unaomba kwa bidii na pasipo majibu. Tunaweza tukaangalia pointi ya kwanza. Jambo la kwanza ni kwamba huyu mtu anaomba bila neno. Kuomba bila neno ni sawasawa na mtu ambaye anaomba maombi matupu. Yaani maombi yako yanakuwa ni matupu, hayana neno. Kwa hiyo maombi yanapokosa neno ni mara chache sana Mungu akayasikia na kuyajibu. Tunaweza tukaangalia Yohana 1 mstari wa 5 mpaka wa 14. Na huu ndio ujasiri tulionao, ya kuwa tukiomba sawasawa na mapenzi yake anatujibu. Kwa hiyo tunaona kuna namna fulani Mungu anaangalia mwanadamu anapoomba sawasawa na mapenzi yake, sawasawa na neno linalosema, sawasawa na ahadi za Mungu alizoziweka katika neno. Ukisoma Isaya 41 mstari wa 21, haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Kwa hiyo tunakuja tunaona kwamba hata Mungu mwenyewe anataka unapokwenda mbele zake uende na hoja zenye nguvu, uende na hoja zenye mashiko, ili yeye Mungu atakapozisikia aweze kukujibu kwa haraka. Kwa hiyo kumbe kuna watu wanakwenda mbele za Mungu na hoja ambazo hazina mashiko, vitu wanavyoviomba haviendani na kwa wakati huo. Kwa hiyo ndio maana majibu yao yanakuwa yanachelewa kuja au hayaji kabisa. Tunaona neno lingine, tunaona pointi nyingine, pointi namba 2 ambayo yenyewe inasema kwamba kuomba kwa nia mbaya. Yaani kuomba kwa nia mbaya ni kwamba unakwenda mbele za Mungu na unamwomba Mungu kitu ambacho kitakuwa kina madhara kwako ama kwa watu waliokuzunguka, na kitu unamwomba Mungu vitu ambavyo havina utukufu, na hata wale watu waliokuzunguka hawafaidiki navyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Mungu hawezi kukujibu kwa namna ambayo unaitaka wewe, ila yeye atakujibu kwa namna anaotaka yeye, ukikaa sawasawa na neno lake. Kitu kingine tunaona kwamba Yakobo 4 mstari wa 3, hata mwaomba mpati, sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo kuna namna unavolipeleka wazo kwa Mungu la kumuomba, yeye mwenyewe anaona kabisa tunaomba vibaya kwa namna ya kuvitumia vibaya. Hicho kitu ambacho tunakiomba lengo ni baya, ni lengo ovu. Kwa hiyo namna hiyo ndo njia ambayo inakufanya wewe uchelewe kujibiwa na Mungu na kutokuona majibu kabisa. Kitu kingine tunaona kuomba hali ya kuwa una uchungu moyoni, hali ya kuwa hujasamehe, umeshikilia, kuna vitu umevibeba. Kwa hiyo ukiwa unaenda mbele za Mungu ukiwa katika hali hii, ni ngumu sana kujibiwa, kwa sababu neno la Mungu linasema, ukisoma Efeso 4 mstari wa 31 unasema kwamba uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Kwa hiyo tunaona kwamba ghadhabu na hasira na kelele na makasiriko, yani tunasema yaondoke. Yani kipindi unakuwa unaenda mbele za Mungu kumwomba, hivi vitu visiwepo katika moyo wako. Kwa hiyo ukiwa umevibeba hivi vitu, ni ngumu sana Mungu kukujibu maombi yako kwa wakati ambao uko katika hali hiyo. Tunaona kitu kingine, tunaona kitu kingine, pointi ya 4, kuomba lazima uwe na imani. Anakuambia kuomba kwa imani. Kwa hiyo kuna watu wengi wanaenda mbele za Mungu wanaomba lakini hawana imani.
kwa sababu kuomba bila imani ni ngumu sana kumpendeza Mungu. Tukiangalia Waebrania 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3, kwambia kuwa na imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo wewe kama unavyoenda mbele za Mungu, ni lazima uwe na hakika na kile ambacho unakiomba kwamba Mungu atakujibu. Mambo ya mbele ambayo wewe usioyaona wala usioyajua, uamini kwamba haya mambo yatakuja, yatatokea. Hivyo ndivyo Mungu ambavyo anahitaji imani ya mtu, kwamba unachokuwa unakiomba lazima ukiatamie mpaka pale Mungu atakapokujibu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na imani kwamba hichi ninachokiomba ni lazima Mungu atanipa, kwa sababu neno la Mungu linatuamuru kabisa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Tunaenda kuangalia Waebrania tena 11 mstari wa 6. Basi pasipo na imani haifai kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kumbe hata unapoenda mbele za Mungu kuomba, usipokuwa na imani haumpendezi Mungu, na kama umpendezi Mungu, hilo unaloliomba hawezi akakufanikisha, kwa sababu kitu unachokifanya hakimpendezi yeye. Nafikiri tutakuwa tumejifunza kitu. Kwa hiyo kuanzia leo nafikiri tutaweza kubadilisha mtazamo wetu wa kuomba ili tuweze kujibiwa kwa wakati kupitia hizi pointi ambazo nimeziongelea hapa. Pointi ya kwanza ilikuwa inaomba tuombe kwa tukiwa tumeambatanisha neno. Pointi ya pili ikawa inasema kuomba kwa nia nzuri, tusiombe kwa nia ovu ili Mungu aweze kutujibu. Pointi nyingine kuomba kwa imani, na kitu kingine ni kuomba kipindi uko na furaha. Usiombe ukiwa moyo wako umezimia, moyo wako unakuwa umebeba chuki, moyo wako una uchungu, moyo wako una ghadhabu. Hautakiwi. Kwa hiyo tukipitia hayo mambo, Mungu atatusaidia na atatufungulia katika eneo la kuomba. Nafikiri tutaomba na majibu yataonekana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Amen.